darasa la ushauri wa mapenzi kupitia C-Media. Mimi mtangazaji wako ni Casto na Kembetwa, ama ukipenda niite Master C. Pamoja na sambamba kabisa nipo na mtaalamu wa masuala ya mahusiano ya mapenzi malavidavi kwa jina la Emmanuel Chija. Kaka, mambo ni aje? Ndugu yangu, mimi niko vizuri kabisa, namshukuru Mungu. Siku zinakwenda tukiwa na afya njema, ni jambo la heri kabisa. Ikiwa ni siku nyingine leo tumekutana tena hapa kuendelea kutoa darasa la mahusiano. Niko vizuri kabisa ndugu yangu. Sijajua kwa upande wako. Mimi niko safi kabisa. Ndio. Shemeji yule mwacha nyumbani anasemaje? Shemeji kwanza anakusalimia, nikwambie bwana, anakusalimia kwamba msalimie rafiki yako yule ambaye kila siku mazungumzo wote pale studio. Nikasema sawa, ndafisha salamu zake. Kwa hiyo shemeji yako anakusalimia, lakini yuko vizuri na mwenyewe. Na hivi sasa anatusikiliza. Anatutazama kabisa. Sawa. Ndio. Sasa leo tuna mada kuu hapa ya masuala ya mapenzi. Kama ilivyo ada, kwanza ingefaa zaidi uweze kujitambulisha kwa wale hadhira wetu waweza kujua wewe ni nani zaidi. In professionalism, mimi ni mtaalamu wa mahusiano. Nimegraduate pale katika chuo kikuu cha Dar es Salaam pale, ni mtaalamu wa masuala ya mahusiano. Naitwa Emmanuel Chija, au maarufu anaitwa Sauti ya Upepo. Ndo taaluma yangu ya masuala ya ushauri na saa ama kutoa ile confirmation kuhusiana na masuala ya mahusiano. Sasa kuna mfuatiliaji mmoja ametoa hapa comment yake, akanasema anataka afahamu nini maana ya mapenzi. Sasa wewe kama mtaalamu wa mahusiano ya mapenzi, unaweza ukatuambia nini maana ya mapenzi? Sawa. Nashukuru sana bwana ndugu mtangazaji. Ukizungumzia mapenzi yanakuja kulingana na taswira ambayo mko nayo. Mapenzi yana taswira mbili. Kwenye mapenzi lazima kuwe kuna mahusiano. Sio kama unanielewa? Yes, mapenzi yote lazima yawe na mahusiano. Na katika mahusiano ya mapenzi tafsiri yake in terms that tunazungumzia ni kwamba mahusiano ya mapenzi ni yale mahusiano ya kwamba ni ya jinsia tofauti, au ni mahusiano ya mapenzi ni jinsia tofauti. Nazungumzia mwanaume au mwanamke. Wale ndio ambao wanaweza kujenga mahusiano ya mapenzi. Lakini kuna uhusiano wa kawaida. Unaweza kuwa ni uhusiano kati ya mzazi na mtoto, ama uhusiano tu wa kawaida, kwamba labda ni rafiki yangu, yale ni mahusiano. Lakini ukizungumzia mahusiano ya mapenzi, haya yanahusu watu wawili ambao wana jinsia tofauti, yani mwanamke na mwanaume. Sio kama unanipata hapo? Kupata. Ndio. Hivi haya mahusiano ya mapenzi, hivi ni huwa mara zote watu wanapoingia kwenye mahusiano ya mapenzi wanakuwa wanapendana au ipoje? Nashukuru sana, swali zuri sana hilo. Ama kwa hakika ukizungumzia mahusiano ya mapenzi ndipo yamebeba taswira kubwa sana. Kuanza kuitafakari, kuichambua hapa inachukua muda mrefu, lakini kwa mantiki ya swali lako ambao umeniuliza, asilimia kubwa mahusiano ya mapenzi yanakuja baada ya watu wote kuliziana, kwamba bwana, mimi fulani nitakuwa na huyu, atakuwa mtu wangu. Lakini kile ambacho kinatokea kwenye matarajio ya mahusiano, kuna muda mwingine watu na date kutokana na taswira tofauti, labda ni mali, yani kuna situation nyingi. Lakini tunavyojua sisi, mahusiano walisia wake ni mahusiano sahihi kati ya mwanamke na mwanaume, upendo wa dhati kati ya mwanamke na mwanaume ndio wanajenga mahusiano. Lakini ikiwa tofauti, au tunaita mahusiano batili, yani kwamba mtu anatoka na jamaa fulani ama na binti fulani kwa sababu ya kitu fulani, labda jamaa na mali ama kitu fulani hivi. Kwa hiyo unakuta sometimes mabinti inawalazimu kuingia katika mahusiano hayo ambayo tunaita mahusiano ni batili, mahusiano ambayo hayana upendo. Kwa hiyo tunataka kusema kwamba katika mahusiano kuna taswira nyingi. Kuna mahusiano ambayo ni ya dhati, upendo wa dhati, lakini kuna mengine yanakuja behind kutokana na maisha ya kawaida, kwa sababu ya ugumu wa maisha. Kwa hiyo mtu anajikuta kutokana yeye amezaliwa katika familia duni, labda ni binti, inamlazimu kwa hiyo na mtu ambaye kiuhalisia kwa upande wao labda huyo jamaa wana fedha ama wana mali. Kwa hiyo binti inawezekana wewe mtu hajamlizia, lakini labda kutokana na ushawishi wa wazazi kwamba bwana, kwa na yule kuna 1 2 3 tutafanikiwa sisi katika maisha, inamlazimu wewe kuolewa. Kwa hiyo katika mahusiano kuna hizo pande mbili, kuna upendo wa dhati na upendo batili. Sasa hapo kwenye upendo, tungependa utuchambulie vizuri nini maana ya kupenda. Tunataka tufahamu, yani mtu akipenda na kuaje. Na utamfahamu vipi mtu ambaye akupenda umeingia naye kwenye mahusiano ya mapenzi? Kwa utaalamu wako bwana Emmanuel Chija. Ndio. Siku zote mtu ambaye anakupenda kuna dalili nyingi ambazo anaweza kuonyeshea. Yani mbali tunakuongea, mbali na vitendo vyake, lakini kuna dalili nyingine ambazo zipo yani automatically. Yani mtu ambaye anakupenda, yani unaweza kumwambia kitu hata kama ni cha kupuuza, lakini mtu akitilia maanani kwa sababu tu anakupenda.
Na nikizungumzia kwenye issue ya utajuaje mtu ambaye anakupenda ama mtu ambaye anakuelewa zaidi, kuna mantiki nyingi. Mfano kama akiwa ni mwanaume, of course mwanaume siku zote hisia zake haja kuzizuia. Kama akiwa anampenda binti tu anajaribu kuonyesha miongoni mwa hizo hisia zake kwa binti, anaweza kumfuata kuongea naye, lakini kiuhalisia kwenye upendo, na nashukuru kuniuliza swali hili kwa sababu kumekuwa kunaibuka changamoto kubwa kwa hususan kwa wanaume wanashindwa ku maintain hisia zao. Yaani inatokea tu binti umemwona hapa from nowhere leo unaanza kumtamkia kwamba unampenda. Hiyo inakuwa ni ngumu hasa kwa sababu hata yule binti mwenyewe kwa upande wake anafikiria, je, huyu mtu ananipenda kweli? Yaani tumekutana tu leo siku ya kwanza anamtamkia maneno kama haya. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu. Kwa hiyo inabidi mtu hata kama unampenda sahihi, chukua muda wa kuzoeana naye. Hata yeye mwenyewe si ukimfikishia ule ujumbe, hiyo ni rahisi kuelewa. Kwa sababu masuala ya mapenzi, kumtamkia mtu kama unampenda jambo zito kweli kweli. Yaani katika maisha kuna muda mwingine yani neno nakupenda ni neno linaonekana kama neno dogo lakini lina maana kubwa sana. Tumeona kuta mtu kuna baadhi ya wanaume, baadhi yetu sisi, yani kumwambia mwanamke unampenda, tunaona tunakuwa kuna ugumu fulani hivi. Ndio mtafsiria kwamba ni neno ambalo lina mantiki kubwa. Kwa hiyo utajuaje mtu ambaye kama anakupenda ama mtu ambaye anakuelewa? Kitu cha kwanza, mtu ambaye anakupenda kwanza analizia ama analizika hivyo wewe ulivyo. Yaani anakubali mapungufu yako ambayo uko nayo. Kwamba labda una changamoto fulani hivi analizia. Lakini mtu ambaye anakupenda anakuheshimu. Unanielewa? Lazima akuheshimu. Lakini mtu ambaye anakupenda anakukea, anakuthamini. Unanielewa? Hivi ni miongoni mwa vitu ambavyo mtu ambaye anakupenda. Yaani mtu ambaye anakupenda siku zote, yani mkikosa wote mpo wote, mkipata mpo wote. Yani anakuwa kila sehemu ambapo wewe upo kwenye shida na raha kote mnakuwepo. Lakini katika mahusiano ya sasa hivi inawezekana mtu akawa anakupenda kweli, lakini kutokana na ugumu wa maisha maskini labda kukimbia labda. Unajua mabinti sometimes wanapitia changamoto nyingi sana. Ukuta mtu labda amezalishwa na jamaa, afu jamaa mhudumie. Kwa hiyo yes, binti anampenda mshikaji, lakini shida ni kwamba kutokana na changamoto za maisha kwamba jamaa aikia familia yake, kwa binti na mazimu kurudi nyumbani tu, labda kuendelea kulea familia. Kwa hiyo unakuta muda mwingine wanatengana katika staili kama hiyo. Lakini kwa upendo, kwa mantiki yake ndio hiyo. Mtu ambaye anakupenda atakuthamini, atakujali katika wakati wote wa shida na raha, mtakuwa pamoja. Sasa kuna swala moja hapo ulizungumzia kama unakuta mwanaume kakutana tu na mdada akaamua hapo akamfuata na kumwambia anampenda. Hivi kitaalamu mwanaume anatakiwa mtongoze mdada kwa muda gani tukaona? Kitaalamu sisi bwana wataalamu tunaamini kulingana na mazingira tofauti tofauti. Yes, mazingira ambayo mmekutana ni mazingira ya staili gani.